Habari zenu jamani, waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla bana. Wale ambao washabiki wangu wa filamu pale, nadhani mmekuja, mmejitokeza wote. Sasa mimi nimekuja jamani, washabiki wangu, nimekuja kutangaza filamu yangu mpya. Filamu yangu mpya mwaka 2025 itakayotoka, itazinduliwa pale Mlimani City saa 1 usiku, saa 1 usiku kamili, yani usiku kamili. Umeelewa? Hiyo filamu kuna mastaa wengi kweli kweli, yani nimewaalika pale. Kwa hiyo bana, mnakaribishwa kweli kweli yani. Kwa hiyo bana, msinione nilikuwa kimya, nilikuwa kidogo na mambo ya kifamilia alikuwa nanibana. Kwanza mambo ya kifamilia yalikuwa nanibana, pia nilikuwa na mambo mengine nje ya familia. Kwa hiyo sasa mimi nimekuja hapa kuongea na nyinyi waandishi wa habari na wananchi, ili muone kabisa kwamba sasa hivi nina ujio mpya na kuja nao, na wasanii wachache sana wachanga wanaokuja. Kama una swali basi uliza, ili tusipoteze muda, kila mtu akapumzike zake. Nimeshakuelewa, kifupi tumekuelewa wote kwa ujumla. Lakini mimi nilikuwa na swali moja. Kwa nini sasa nakuuliza yule tangia yule bwana alivyofariki na wewe ndio umefariki moja kwa moja? La maanisha hata movie zako zote zimefariki. Maana yake sasa hivi hujulikani kabisa. Yaani umekuja hapa tena kutangaza movie yako tena ili urudi tena kwenye game. Lakini kipindi kile ulikuwa kwenye game vizuri, lakini mwenzako alivyoondoka naye ukaondoka. Sasa hivi tena laturudisha tena tukuangalie tena. Unataka kuturudisha alafu kesho kuta usiwepo tena. Sasa mimi nakuuliza kitu kimoja. Kipindi kile ulikuwa unafuatilia nyota ya mwenzako, yani ulikuwa unapaa kwa ajili ya nyota mwenzako, ulikuwa unatoka kwa sababu ya mwenzako. Sasa hivi tena umerudi umeona soko vipi gani? Hebu tuambie bwana, tuweke wazi bwana, tujue bwana. Usituwekeke tu hapo katuanza kutupotezea muda bila mpango wote. Kama uliondoka basi uondoke moja kwa moja bwana. Wajibu nini hawa? Basi sawa, ni maswali mengi kweli mmeniuliza. Maswali mengi yenye akili na faida. Sasa ni hivi, naanza kujibu swali la huyo bwana huyo alongea huyo sijui nani huyo. Nasema hivi, mimi bwana nilitoka kwanza kwa familia, kwanza kulikuwa kuna shida. Usitake kujua shida gani, umenielewa bwana? Alafu cha pili, mimi sikusafiria nyota ya mtu. Mimi mwenyewe ndo nilikuwa nafunika. Yule bwana alikuwa anasafiria yeye nyota yangu. Lakini baada ya kuona kwamba anasafiria, mimi nikaamua kujiangua. Nilipojiangua yeye sasa si ndo bahati mbaya sasa. Mungu si asumani, ndo kama hivyo Mungu alipanga. Kwa hiyo baada ya kupanga mimi nikaona basi na mimi bwana nisiingie tena kwenye maswala. Maana yake nikiingia mijitu mingine itakuja nyuma itaanza kufuatilia nyota yangu. Maana yake itaanza kusafiria nyota yangu. Mimi nikaona bora nitulie zangu. Ndio maana mpaka sasa hivi nimetulia. Lakini sasa hivi naonekana tu kwenye sinema za kawaida. Kwa hiyo nikitaka kutoa movie natoa tu moja na unyuta. Tena mimi mwenyewe swali langu ni kwenda kuuliza. Ni kwenda sema kwamba wewe sasa hivi umesema kuna movie yako mpya unataka kutoa. Je, hiyo movie ndio kwa wasanii na nani mnashirikisha na inahusu nini hiyo movie? Alafu nakuuliza kitu kimoja. Sasa hivi nakuona kabisa umetoka upara. Kipindi kile ulikuwa una para ulikuwa mweupe, lakini sasa hivi nakuona umetoka upara alafu tena ngenye umefifia. Je, sasa hivi unywe maji chanya nyinyi? Maana kipindi kile ulikuwa unakunywa maji kweli kweli, yani ulisema huyu mweupe utakuwa unakunywa maji na nini? Sasa hivi mbona uko hivi sasa? Tuambie kwanza. Shit. Sipendi mtu anifuatilia maisha yangu. Sipendi kweli kweli yani. Sipendi nikwambie wewe kijana unauliza swali. Mimi kuwa mweupe au kunywa upala bwana, wewe haikuhusu kitu chochote. Na lini mimi hata kama nilisema ndio maji ndio ukinywa mengi unakuwa mweupe. Maana yake mimi nilitumia tekniki. Watu wengi hawanywi maji, wanajikuta na UTI na magonjwa mengine. Kwa hiyo nikatumia tekniki bwana. Kwa hiyo mnatakiwa mnywe maji ili kuondoa UTI. Sasa nyinyi mkiambiwa mnywe maji tu kuondoa UTI hamnywi. Lakini mkiambiwa mnywe maji mwe weupe, mambo mwe wazuri ndio mnapenda. Kwa hiyo nikatumia tekniki. Kwa hiyo ni tekniki ya kunywa maji mengi. Ukiambiwa na daktari kunywa maji mengi, yule yona kama anakuonea. Kwa hiyo mimi nikatumia tekniki hiyo, mnywe maji mengi kila wakati. Maana jua kai na mtoe UTI. Wewe kuja hapa nataka tiketi ya kuelekea Dubai. Nataka ndege ya leo saa 6 usiku kama ipo. Wala nataka niwahi sana kwa Brigo, nataka nenda kuchukua pale Dubai. Kwa hiyo nataka tiketi moja tu ya saa 6 usiku leo bila kupoteza muda. Sawa, hakuna shida yoyote. Tiketi ya kwenda Dubai ipo. Hiyo ya saa 6 imeisha, lakini utapata ya saa 8 usiku. Kwa hiyo haina shida, ni wewe tu. Kama unataka
tukupe hiyo tiketi ya saa 8, lakini ya saa 6 imeisha hapa na zimebakia tiketi hizo mbili tu basi. Haina ruwa, wewe kaya tiketi hiyo moja, nataka moja, sitaki mbili, nataka moja, hata kama saa 8 tu ubaya, haina tabu yote, mimi tena kulala hapa baadaye narudi zangu, nikatie tiketi, mimi nije mapema sana hapo, haina tabu bwana, shilingi ngapi kwanza? Kulala hapa hairuhusiwi, lakini hiyo tiketi hiyo utalipa 2,500. Tiketi tu moja hiyo 2,500. Sawa, sawa. Lipia hiyo alafu nitakupatia tiketi yako. Uondoke zako baadaye uje, lakini kulala hapa hutakiwi, hairuhusu kabisa. Hiyo haina shida, lakini sasa mimi nilikuwa nataka tiketi ya kwenda na kurudi. Yaani wazungu wanasema go and return. Yaani kwenda na kuvoyaje? Kurudi. Hivyo kurudi. Sasa mimi nitakupa 500,000. Nikikupa 500,000 nataka unipeleke Dubai, kutoka Dubai unipeleke mpaka pale Moshi pale Arusha pale. Yaani kutoka Dubai ushende Arusha pale, nipige vitu vyangu alafu ndo nije Dar es Salaam.